Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika mafundisho yetu leo. Mimi ni mwalimu Mikey na mchungaji Mmasa. Na leo tutaangalia jambo la msamaha, hasa jambo la kusameheana. Sisi ambayo tunamjua Yesu na tunampenda Yesu na tunamwamini Yesu, inatubidi kuwa na hali ya kusameheana. Na hii ni kwa sababu Injili inatupasa hivyo, si ndio mchungaji? Ndio, ni mafundisho ya neno la Mungu kwetu kwamba tunasameheana. Kwa hiyo tuna kifungu ambacho tunaweza kuanza nayo. Ndio, Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 14. Anasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Ndio. Kwa Yesu anategemea na anafundisha kwa watu ambao wanasamehewa na Mungu, pia na wao wasamehe wenzao. Kwa hiyo tufikirie kwanza juu ya kusamehewa na Mungu. Kwa nini Mungu anatusamehe? Kwa nini tunahitaji msamaha? Mungu anatusamehe kwa sababu Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa upendo na Mungu ni wa huruma. Kwa hiyo anatusamehe kwa sababu ya upendo wake kwetu, anatusamehe kwa sababu anatuhurumia katika udhaifu wetu na katika kukosa kwetu. Lakini tukumbuke pia kwamba Mungu ni baba yetu. Ndio. Anatusamehe sisi watoto wake. Na sisi tunahitaji kusamehewa kwa sababu ya kutenda dhambi na kutenda makosa mbele zake, na kwa kutumia Yesu msalabani, Mungu aliadhibu dhambi pale msalabani, na inampa kutusamehe dhambi zetu, lakini pia kutimiza haki zake. Na ni muhimu kuanza hapa kwa sababu sisi tunapomsamehe mwingine, chanzo cha msamaha huo au msingi wa msamaha huo ni ule ambaye tunapata kwa Mungu Baba. Mungu anatusamehe sisi, na kwa sababu hiyo na kwa sababu tunapewa Roho na tunamfuata Yesu, tunaweza kusamehe na wenzetu. Kwa hiyo inaanza na Injili, tunasamehewa, lakini pia na Yesu anategemea sisi tutasamehe wenzetu. Na labda hapo pia Waefeso sura ya 4 mstari wa 32, Waefeso sura ya 4 mstari wa 32 inasema tusamehe. Waefeso 4:32, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa hapo tena, lakini pia labda swali lingine mchungaji, hii ni waraka, Waefeso ni waraka kwa kanisa, na kanisa limejaa na watu ambao wamesamehewa dhambi zao, wameokolewa, wamekombolewa, lakini Paulo anategemea ya kwamba wataendelea kusameheana, yani kwamba katika kanisa, katika jamii hii takatifu, wataendelea kufanya makosa, si ndio? Ndio. Kuwa Mkristo na kuwa mfuasi wa Yesu si kuwa mkamilifu bila kosa. Ni kweli kwamba Wakristo ni watu waliookolewa, na ni watu wa ufalme wa Mungu. Naam. Lakini kama walivyokuwa zamani katika ufalme wa dunia, shetani na mwili, wakaokolewa kule, wamekuja katika ufalme wa Mungu, bado wamekuja na mwili ule ule. Kwa hiyo katika maisha ya ufalme wa Mungu ambako wamesamehewa na wanapaswa kuishi katika mwenendo unaoipasa Injili, lakini bado ni wanafanya makosa, wanafanya dhambi, wanatenda vibaya. Kwa hiyo hii ni kama mtoto tu. Mtoto akizaliwa tayari amezaliwa, sasa yuko katika uongozi na usimamizi wa baba na mama nyumbani. Lakini ataendelea kukosa, kuwakosea wazazi na hata kukosa vibaya na kuwaumiza. Kwa hiyo katika maisha kusameheana, mtoto ana wajibu wa kuomba msamaha kwa kumkosea baba na kumhuzunisha au mama, na baba na mama wanaweza kumsamehe, na ni mtoto wao. Kwa wanampenda
wanamtunza, wanamsimamia, kwa wanaweza kumsamehe. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Ameshatuzaa kwa neno lake. Na tuko katika ufalme wake, nyumbani kwake. Lakini bado Mungu Baba yetu tunamkosea kwa mawazo, maneno na matendo. Na kwa njia hiyo hiyo tunapaswa kutambua kwamba tunamkosea na tuje mbele zake tumuombe msamaha. Na mara nyingi kumkosea Mungu ni pale ambapo tunawakosea wenzetu. Okay, kwa sababu labda ninapata hasira, na kupata hasira bila haki ni kumkosea Mungu, lakini pia kuna wenzangu ambayo anapata kuteswa kwa sababu ya hasira yangu, anaumia. Na kwa hiyo katika kanisa hatujakamilika bado, tunakombolewa na tunazaliwa upya, lakini bado kuna hali ya kukua na kujifunza, na tunakosa na tunakoseana. Kwa hiyo tunaambiwa kusameheana, lakini pia kuchukuliana. Si ndio Wakolosai 3? Ndio. Anasema nini? Ya Kolosai 3:13 na 14, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Kwa hiyo kuchukuliana ni kama aina ya neema ya kuonyesha mtu katika udhaifu wake, na kumsamehe pia ni aina ya neema, unampa zawadi ya kumsamehe. Lakini pia kuna ile ambayo tunasitiri, hatuhesabu kosa la mwingine na tunamsamehe hata kabla ya kusema chochote. Kuna hali hiyo pia, na yote ni upendo, yote ni neema ambayo sisi tumepokea kwa Mungu na tunamwonyesha wenzetu. Tutafikiria changamoto na jinsi ya kusamehe, lakini kabla ya hiyo naomba nirudie uzito wa wazo hili na umuhimu wa wazo hili, kwa sababu Yesu anatoa mfano katika Mathayo sura ya 17, Mathayo 17 kuanzia mstari wa 21, na Petro anauliza Yesu, nimsamehe ndugu yangu mara ngapi? Na Yesu anasema si mara 7, lakini mara 77 au 70 mara 7. Na halafu na anatoa mfano ya mtu ambaye alisamehewa deni kubwa, halafu na deni ndogo hakutaka, ambaye mtu ambaye yeye alimdai mtu mwingine hakutaka kusamehe. Na katika mfano wa Yesu, huyu ambaye alisamehewa na mfalme lakini hakumsamehe mwenzake aliadhibiwa hatimaye. Na mfalme alipata hasira sana kwa sababu alimsamehe deni kubwa lakini hakuweza kusamehe deni ndogo. Sisi katika Kristo tulisamehewa deni kubwa sana, hata hatuwezi kujua, hatuwezi kuhesabu, lakini rafiki yangu anaponikosea ni deni dogo sana. Na kwa hiyo ni muhimu sana ikiwa nitafanana na Yesu, ikiwa nitamfuata Yesu, ikiwa nitampenda Yesu, ya kwamba naweza kumsamehe ndugu yangu pia na deni yake. Na labda mfano huu wa kufuta deni inatusaidia kuelewa msamaha. Labda mchungaji tusaidie kuelewa msamaha ni nini, tunapomsamehe mtu tunafanya nini? Msamaha au kusamehe ni moja ya hatua ya kumchukulia mtu ambaye kweli amekosa na kosa lake limeleta madhara makubwa ya kuumiza mwili, hisia na akili kwa ujumla. Lakini badala ya kumlaumu kwa kosa lile, sasa unamchukulia. Na namna ya kumchukulia ni upendo unatangulia au upendo unaongoza. Tabia ya neema. Yep. Yani kumstahilisha ambaye hastahili kwa kosa lake. Yep. Kwa hiyo hii ni maana ya msamaha. Okay. Unampa asichostahili kwa kosa lake. Yep. Na kumfanya astahilishwe kwa neema hii kwa sababu anapendwa, na badala ya kumlaumu sasa ni kumvumilia na kumpokea ili kuwa naye karibu na kumsaidia kwa upya. Kwa hiyo labda kwa mfano mtu
anaomba umsaidie 10,000, anaahidi kurudisha lakini harudishi. Kwa hiyo unachosema ni kwamba kuna kitu ambacho anastahili kwa sababu ya kosa hili. Ndio. Labda sijui kukosa amani katika uhusiano, kuwa na kumlazimisha kulipa au kitu kingine. Na unachosema ni unapomsamehe unaacha hiyo. Lakini badala yake unampa kitu kingine, si ndio? Katika mfano huu itakuwa nini? Kwa mfano ikiwa mtu ameonyesha uhitaji wa kukopa na asirudishe, na pengine si harudishe kwa sababu hana, lakini harudishe kwa sababu hajali. Na hii ni tabia ya uovu. Kwa hiyo, na kwa kweli anachokistahili mtu huyu ambaye anakosa hivi ni kukosa fursa ya kusaidiwa tena. Lakini pia inawezekana asiwe mtu anafaa kuwa rafiki na karibu naye zaidi. Kwa hiyo inawezekana haya yote kuyatenga na yeye. Na hata kumlaumu kwamba amefanya vibaya na hii ni njia mbaya na mambo kama hayo. Lakini badala ya kuchagua kufanya kwa njia hiyo, kusamehe inamaanisha unaachilia. Unamstahilisha. Unaweza kumwacha hata kudai. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kumtendea tofauti na vile alistahili kutendewa kwa kosa lake. Na hii ni njia ya upendo pia, na ni njia ya neema ambayo hata Mungu anaitumia kwetu, kwa sababu sisi mbele ya Mungu hatuna ustahili wowote wa kupendwa na Mungu na hata kusamehewa, isipokuwa Mungu kwa upendo wake anachagua kutusamehe na kutuhurumia tu vile tulivyo katika udhaifu, kwa sababu ya makosa yetu na dhambi yetu kwake. Kwa hiyo angeweza kutuhukumu, kutuadhibu, lakini anaamua hachagui hiyo njia ya kutuadhibu. Anachagua njia ya kutusitiri ile adhabu. Na hii ni kuonyesha upendo na kumjali mtu ambaye hastahili. Kwa hiyo hii ni kusamehe. Na Mungu anaweza kutimiza haki na kusamehe kwa sababu anaadhibu dhambi zetu katika Yesu msalabani. Kwa hiyo dhambi inaadhibiwa, na matokeo ya dhambi inatimia pale pale, kwa sababu hukumu inatimizwa katika Yesu. Na kwa hiyo inawezekana, kwa mfano huo, ninapomkosea mwenzangu na nisamehe, bado kuna matokeo katika kosa lile ambalo ninafanya. Labda matokeo ambayo kuna mashaka katika uaminifu wangu, kuna kingine. Lakini hasa anaponisamehe, anaponya uvunjiko wa uhusiano. Anaponya uhusiano, anasema kosa hili halitaharibu amani yetu, halitaharibu ushirikiano wetu, nitakupenda na tutakuwa na amani. Hustahili, lakini tutakuwa na amani hiyo kwa sababu nitakusamehe kosa hili. Na mchungaji, lakini nafikiri katika maisha yetu tunaona kuna changamoto katika kusamehe. Watu wanaona ni ngumu kusamehe. Watu hawajisikii ya kwamba wanasamehewa. Kwa hiyo katika uzoefu wako umeona kuna changamoto gani, na tunawezaje kusaidia watu? Changamoto zipo nyingi sana kwenye kusamehe au kusameheana. Na moja ambayo nimeishuhudia ni mtu amelalamika, amekosewa, kwamba fulani amenikosea, ameniumiza sana, na nimeona nisikae kimya, niseme. Na huyo fulani mkosaji amesikia kwamba huyo amelalamika, amehuzunika kwa yeye kumkosea.
lakini ilikuwa ngumu kwake kuomba msamaha kwa kosa alilofanya, ila anathibitisha kwamba ni kweli imetokea, nimemkosea na ninaelewa kwamba ana hisia za kuumia kwa kosa hili ambalo nimefanya. Lakini siwezi kuomba msamaha kwa sababu huyu ni mdogo, mimi ni mkubwa. Mimi ni mkubwa, yeye ni mdogo. Siwezi kuomba msamaha mbele yake. Siwezi kumwambia nimekosa, naomba unisamehe, kwa sababu ni mdogo kwa umri, mimi ni mtu mzima. Okay. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto ya watu wakubwa. Anaweza kuwa mkubwa kwa umri, mkubwa kwa cheo, mkubwa kiuchumi, alafu kuna mdogo amekosewa na yeye ndo amemkosea. Kusamehe au kusameheana, haswa kwa mkosaji kama ni mkubwa, kuomba msamaha ili apate kusamehewa na yule mdogo, hii ni shida na ni changamoto kwenye maisha na jamii yetu na ya Wakristo kabisa. Kwa hiyo kuna changamoto kwenye kusameheana. Lakini changamoto ya pili ni hapo. Nilikuwa ninawaza wakati ambapo nimeenda kwa watoto wangu na kuwaomba msamaha kwa sababu nimewakosea. Kwa mfano, siku moja nilipata hasira kwa mtoto mmoja na kumwadhibu kwa sababu ya kosa, lakini kumbe haikuwa kosa lake, ilikuwa kosa la ndugu yake. Kwa hiyo nilipogundua hivyo, ilinibidi kwenda na kuomba msamaha kwa kosa langu kwake, na nimefanya mara kadhaa. Ni kweli kwa sababu mimi si mkamilifu na ninawakosea watu wengi, lazima kuomba msamaha. Na nitapenda kusema hasara ambayo niliona hakuna, maumivu ambayo niliona hakuna, isipokuwa katika kiburi yangu na majivuno yangu. Watoto hawakunidharau, wananipenda zaidi kwa sababu ninawaheshimu na ninaonyesha upendo kwao. Kwa sababu gani? Nilitambua kosa na nikawaomba msamaha. Kwa hakuna hasara, hakuna kama madhara ama maumivu, isipokuwa katika kama ubinafsi wangu, kujinyenyekeza namna hiyo. Ni jambo bora sana ambayo tunaweza kufanya ikiwa tuna unyenyekevu wa Yesu Kristo. Changamoto nyingine, ulikuwa unaanza kusema samahani. Changamoto nyingine kwenye kusameheana ni pale ambapo mkosaji asipoelewa kosa lake na madhara ya kosa lake kwa mwingine na hayuko tayari kutubu, kuomba radhi. Hii ni ngumu sana na ni changamoto kubwa sana. Yani, na itatubidi siku nyingine kufikiria zaidi katika jambo hili la kutubu vizuri na kuomba msamaha vizuri, kwa sababu unasema vizuri, kutambua kosa, kutambua maumivu ambayo ulisababisha. Na changamoto ambayo mimi nimeona ni kwamba mara nyingi tunawashurutisha watu kuomba msamaha kabla kuomba msamaha au mtu mwingine kusamehe, na bado ana maumivu, na hatumpi muda wa kufikiria na kutulia kidogo, halafu na kusamehe kweli. Kwa hiyo anasema ninakusamehe, ni maneno tu, au yule ambaye anatubu maneno tu, midomo tu, na si kweli, kwa sababu hajatambua. Kwa hiyo ni muhimu tupate kuzungumzi hiyo pia siku nyingine. Lakini ile ambayo ikiwa mtu hatubu, ni ngumu sana kumsamehe. Kusamehe ni zawadi ya neema. Huwezi kumlazimisha mtu kufanya. Ni zawadi ya neema ambayo unaweza kufanya hata kama mtu hatubu, kwa sababu ya neema. Lakini kupatana haiwezekani isipokuwa yeye pia ametambua kosa na anatubu, si ndio? Ni kweli, na nadhani tunachokifanya hapa, tunaongea zaidi njia ya Kikristo ya umuhimu na maana ya kusamehe. Lakini njia ya kijamii katika kutatua migogoro na jambo hili la kusameheana, huwa hakuna nafasi ya kumpa mkosaji
kutambua kosa lake na madhara ya kosa lake kwa mwenzake au kwa wenzake. Isipokuwa tu kikao kitazungumza na mlalamikaji atasema na mlalamikiwa atapewa nafasi ya kuthibitisha kilichosemwa kama ni kweli au si kweli. Alafu na wengine watachangia mjadala. Alafu mwisho wataamua kwamba fulani umekosea na hii ni mbaya, umekosea. Kwa hiyo piga magoti uombe msamaha au peaneni mikono, msameheane yaishe. Bila nafasi nyingine ya pili ya kumuuliza mkosaji, umeelewa kosa lako, umetambua kosa lako, na umeyaona madhara na maumivu uliyosababisha, na je uko tayari sasa kutubu kweli na kuahidi kwamba jambo hili halitajirudia. Hakuna hiyo nafasi ya kumuuliza, isipokuwa kipaumbele ni ile tu kumaliza haraka haraka na imeenda. Lakini njia ya Kikristo Yesu amefundisha vizuri. Ili kuepusha pia uchochezi, umbea, majungu, Yesu anaonyesha mtu akikukosea ongea naye. Akikuelewa umepata ndugu yako. Asipoelewa sasa tafuta mtu mwingine wa pili kupata ushahidi. Ongeeni pamoja. Asipoelewa basi liambieni kanisa. Asipoelewa basi mchukulieni huyu kama mtu asiyemjua Mungu, kwa sababu mpaka hapo bado hajakubali na moyo wake haujawa laini na wa unyenyekevu kutambua umuhimu wa wengine katika kosa lake namna alivyoathiri. Kwa hiyo njia ya Kikristo ni muhimu kuizingatia, na haswa tunapofikia kwenye hatua ya kutafuta kusameheana. Okay, kwa hiyo nzuri sana na nzuri ya kwamba umetupeleka tena katika Yesu na mafundisho yake na mfano wake na msalaba. Na labda swali la mwisho, ili tuweze kufanikiwa katika hali ya kusameheana, sisi ambaye tunamwamini Yesu tunahitaji nini hasa? Tunahitaji kukumbuka nini? Tunahitaji bila shaka tunahitaji Roho Mtakatifu, lakini kwa nia zetu na mambo tunahitaji nini? Jambo la kwanza, ili tufanikishe kusameheana, tunahitaji nafasi ya Mungu kwetu, kwamba Mungu anatufundisha kusamehe na kusameheana. Lakini pia Mungu anatuongoza namna ya kufanya jambo hili. Lakini ili tufanikiwe tunahitaji upendo ututangulie katika yote. Kwa sababu upendo ukiwepo wakati wa kutafuta kusameheana, tutalenga kufanikisha jambo hili kwa kutambua kubwa wa kosa na madhara yake, na kuwa tayari kubadilika na kutokurudia jambo hilo, na kuahidi kwa wazi. Hii inaweza kusaidia kuleta msamaha wa kweli. Kwa sababu kama mtu hata kubali kosa lake, hawezi kusamehe au kuomba msamaha. Hawezi. Kwa hii ni ngumu sana. Lakini neema ya Mungu inatufunika na inatupa uhuru wa kutambua makosa yetu, kwa sababu tunajua hatuokolewi kwa sababu tumetimiza sheria yote na tumeweza kuishi bila makosa. Tunasamehewa na tunaokolewa kwa sababu Yesu alichukua dhambi zetu na akaadhibiwa kwa ajili ya dhambi zetu na badala yetu. Na kwa hiyo ninaweza kutambua nimekosa. Ninaweza kutambua mimi ni mwenye dhambi, sijakamilika. Naweza halafu nikijua kwa wingi jinsi nilivyosamehewa na Mungu, madeni makubwa sana, makosa mengi sana, nitawezeshwa pia kwa neema yake na kwa habari njema ya Injili nitaweza pia kusamehe wenzangu. Ni jambo la kujifunza, ni jambo la kufanya mazoezi na kuomba msaada wa Mungu na kusaidiana katika kanisa na kuchukuliana pia katika jambo hili ya kwamba wengine wanachelewa, wengine ni wepesi kufanya hivyo, lakini kimsingi Mungu alitusamehe sisi
kwa wingi sana, na sisi pia tunaweza kusamehe wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.